siku moja tulikuwa tunasafiri, tunatoka Arusha. Mimi nilikuwa naendesha, mke wangu kakaa upande wa kushoto. Tunasafiri, tunataka kuondoka. Kuna rafiki yetu mmoja mzungu, tulikuwa tunafanya kazi naye wakati ule nafanya kazi. Akasema, bwana, najua unasafiri kesho kwenda Dar es Salaam kutoka Arusha. Na rafiki yangu ambaye amekuja kunitembelea hapa anataka kwenda Dar es Salaam akapande ndege kwenda Zimbabwe. Akatembea huko Zimbabwe na Afrika Kusini, alafu ndipo arudi Ulaya. Kwa anatokea Ulaya, nchi moja wapo. Kama mna nafasi ninaomba mumchukue. Si mara nyingi tunachukua watu kwenye gari kwa sababu tu za msingi ambazo Mungu anafanyaga vitu kwenye gari. Mtu mwingine ambaye ni mgeni anaweza akapata shida, kwa sababu unaweza ukakuta tunalia tu. Unaweza kauliza mmefiwa, wingu la Mungu linaweza likaingia ndani ya gari. Sikwambii kwa kukutania, ni kitu tumekiona wazi. Au saa nyingine Mungu ananiambia andika notes. Kwa lazima niwe na begi yangu hapo karibu nianze kuandika saa hiyo hiyo. Na nanyamaza kimya. Kwa hiyo akija mtu mgeni unaweza kaelewa anaweza akapata shida sana kusafiri na sisi. Kwa sio mara nyingi lakini huyo mzungu tukaamua kumchukua, alikuwa mdada. Tukasafiri tukaanza kuulizana, unatokea wapi? Alafu ghafla nikamuuliza, wewe dini gani? Mimi niko naendesha gari, namuuliza wewe dini gani? Jibu alilonipa linishtua saa ile. Maana aliniambia mimi ninamwabudu shetani. Ndicho alichoniambia. Nikamwambia umesemaje? Sasa mimi namwabudu shetani. Sasa fikiria, tumeshampakia masaa mengi, alafu amekaa kiti cha nyuma. Nikasema kwa hiyo miaka yako yote umetokea kwenye kumwabudu shetani? Akasema hapana, mimi nilikuwa Mkristo. Akataja na dhehebu alilokuwa na sali. Sasa kwa nini uliacha Ukristo? Sikia jibu alilotuambia. Akasema Christianity is very very boring. Sijui mtasemaje Kiswahili chake, nyinyi mnajua Kiswahili. Unajua mimi Mnyakyusa. Najua Kinyakyusa, na Kiingereza Kiswahili shida kidogo. Ndio inasemaje? Hauna hamasa, asante. Umepoa, ndiko alichosema. Nikamwambia kwa hiyo huko ulikoenda umepata hamasa? Akasema kabisa. Tukawa tunaongea, alafu nikamuuliza swali. Gari hii kianguka tukafa, wewe unaenda wapi? Akasema sijui. Nikamwambia sisi tunajua. Akasema mnajuaje? Nikamwambia tunaijua njia ya kwenda wapi? Tukamwambia mbinguni. Wewe unafikiri maisha yanaishia hapa? Huko ulikoenda kwa shetani hawajakwambia kama kuna maisha baada ya hapa, na mahali pa kwenda unachagua ukiwa huko. Kwa hiyo sisi hatuombei ajali, lakini ikitokea tunajua mahali tunaenda. Aliuliza maswali nikagundua kimemsumbua sana hicho. Kwa nikaanza kuzungumza naye, nikaanza kumshuhudia habari za Yesu na kumshuhudia. Nikamwambia shida yako, ulikuwa unaenda kanisani kutafuta hamasa. Nenda kanisani kumtafuta Yesu, nenda kumwabudu Mungu aliye hai. Tulipozungumza namna hiyo, huo mstari wa hapa huwa wa Korinto ukanijia. Alafu nikamwambia ni vizuri umpate Yesu kabla hatujafika Dar es Salaam. Kwa ninakuachia ufikiri. Utakapokuwa tayari utaniambia nisimamishe gari nikuongoze sala ya toba. Akasema sawa. Sijui kama hata alikuwa anaelewa alichokuwa nasema. Lakini aliposema sawa, kukaingia na ukimya fulani ndani ya gari. Na mimi nikaanza kuomba. Nikiomba toba ya mlango wote uliotumika kuingiza wazo la kwamba huku kwa Mungu hakuna hamasa. Kwa sababu ni wazo lililoingia likakandamiza kitu kingine huko ndani. Kwa nikaomba toba kwa ajili ya hiyo. Nikaomba toba mazingira ambayo yalitengeneza ngome, hiyo roho ikamuingia na kutengeneza kitu ambacho ni kinyume kabisa. Alafu nikaangusha mawazo katika jina la Yesu. Ninaangusha mawazo ambayo yametengeneza mtazamo na msimamo uliojenga ngome. Nikafunga roho iliyokuja ndani yake na kuiamuru ipate kumwachia. Kwa nikaangusha. Nilipoona nimeshaangusha kufuatana na hiyo mistari, alafu nikasema sasa ninateka nyara kila fikra alionayo. Unajua kila fikra. Wangapi wanafahamu nanasi? Mmewahi kuona nanasi? Yale macho yake mnayaitaga nini yale?
Si mnaonaga yale macho ya nanasi, si mnafahamu? Tunaenda sawa? Umeelewa ninachosema, si mnafahamu? Okay. Fikiria nanasi ni akili yako. Kila jicho ni kila fikra. Kwa hiyo unateka nyara kila fikra. Kwa nini? Kwa sababu kila fikra ina kazi. Ndio maana nasema nateka nyara kila fikra. Kwa sababu ukiteka chache na zingine hazijatekwa, ndio maana unasikia mtu anasema nina mawazo yanayopingana. Kwa nini? Kwa sababu hayaendi kimfumo. Au wengine bado hawajataka. Kama mko kwenye ofisi ni viongozi, alafu mkakaa kwenye kikao cha utawala au cha management, alafu huyu ana fikra hizi, huyu ana fikra hizi, huyu ana fikra hizi, ingawa mna maono yanayofanana ya kazi yenu na kampuni yenu, madamu fikra hazichanganui yale maono kwa kufanana, mtabishana tu. Sasa ndani ya mtu inakuwaga hivyo hivyo. Wasomaji wa Biblia wanamfahamu Daudi. Roho yake ilikuwa inampenda Mungu kweli kweli, nafsi yake ikaanza kupiga kelele. Biblia inasema nafsi yangu ilikataa kufarijika. Nafsi yangu, kwa nini kuinama ndani yangu? Kulikuwa na kitu ndani kinapambana kweli kweli. Kinapambana na roho wa Mungu aliyekuwa juu ya Daudi. Lakini ndani yake mawazo yanakuweko mengi yanayomsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo kitu mimi nilichokuwa ninatafuta, nateka nyara kila fikra na ninaachilia wazo ndani yake la kutaka kumtii Kristo, na apate kumtii Kristo kwa kuamua kuokoka katika jina la Yesu. Mungu nakushukuru kwa ajili ya muujiza huu. Niko naendesha gari na nilikuwa naomba pole pole kiasi ambacho hata huko nyuma alikuwa siki. Saa hiyo ndio tunapita Korogwe. Tulipopita mbele kidogo akasema simamisha gari. I think I'm ready. Nikaambia unasemaje? Sema simamisha gari. Uko tayari kwa ajili ya kitu gani? Kumpata huyu Yesu ulikuwa unamsema huyu. Huyu Yesu ulikuwa unamsema. Nikamwambia kwa hiyo nipaki gari pembeni? Akasema ndio. Kwa hiyo nikatafuta mahali nikapaki gari. Nikamuongoza sala ya toba. Akaokoka. Tulipomaliza pale tukaomba kwa ajili yake, tukaendelea na safari. Akawa anaeleza jinsi ambavyo ghafla ndani yake amepata amani, anasikia mabadiliko ambayo hajui kwa nini alikuwa hajapata hiki kitu miaka yote. Lakini mimi ninachotaka kukuambia hivi, mbinu hiyo hiyo iliyombadilisha huyu mtu akamtii Kristo, ndio mbinu hiyo hiyo inayokubadilisha ili uweze kusimama kwenye wazo la kukutoa kwenye umaskini.